yetu iliyodumu kwa miezi kadhaa ikaanza kutetereka, kutikisika, ikasemekana kwamba imevunjika. Wiki iliyopita ndugu yetu akafunguka kwamba mke wake ameenda kwao bila taarifa maalum. Kwa hivyo yeye amemwacha na anachokijali ni mtoto wao. Pachungu hapa. Sasa yameibuka mengine. Shemela kule inasemekana kwamba eti lakini amefunga pingu za maisha na mzee baba jina Kapuni. Inasemekana lakini nani na nani hao? Numziwanda na mkewe Nawali. Shilawadu up ndo habari ya tauni sasa hivi. Hakuna mjanja anayependa ubuyu, umbea, udaku ambaye haja download app ya Shilawadu. Inapatikana bure kwa watu wenye simu za Android. Patamu hapo. Nawali, mambo? Mambo. Poa Mrs. Mziwanda, wapi hiyo? Nyumbani. Ila jamani, nyie ndoa yenu hata ijadumu. Sasa itakuwaje wewe na mumeo Mziwanda? Kisheria za kwetu sisi, mtu akirudi katika dini yake anakuwa mume wako tena. Kwa hiyo sasa wewe na Mziwanda mnafanyaje yani? Kuna mume shoti. Ila alikwambia kwamba anaamua kurudi katika dini yake aliyozaliwa nayo? Hamna, hajanishirikisha kwa kitu chochote. Au aliona hamna umuhimu wa kukushirikisha kwa sababu tayari mlikuwa muishi pamoja? Labda. Ila alicholalamikaga ni kwamba wewe uliondoka nyumbani kwa rudi kwa bibi yako Msasani. Kwa sababu tena bila ruksa yake. Kwa sababu kuondoka mimi kwangu bila kitu. Sijakuelewa vizuri, umemaanisha? Mtu anaondokaje kwake bila kisa au bila sababu? Yaani somea tu hivi mtu anatoka. Ndo kwa sababu gani ulitoka? Kwa sababu gani? Inabidi wewe umuulize yeye. Ila yeye ndo alisema tukuulize wewe kwa sababu wewe ndo uliondoka ukamwacha nyumbani peke yake. Mwanamke anazo makosa siku zote. Kwa sababu gani? Kwa sababu sitambui makosa yangu. Kati yenu wewe na yeye, nani mwenye makosa? Mimi naona ni yeye ndo mwenye makosa. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu yeye ndo mwenye makosa. Kama hivyo karudi kwenye dini yake, amtekea mtoto. Hamjali mtoto wenu? Yaani ashiriki na kitu chochote. Ila kuja kumuona mtoto anakuja. Kivipi aniamoni? Kama nani? Ishakuwa kama nani? Si ndo baba yake mzazi kabisa. Sasa nipigie simu muulize miezi mingapi nyuma kashamuona mwanae mara mwisho. Inavyoonyesha ni siku nyingi. Nikwambie kitu? Niambie. Kama nilivyoweza kumzaa mwanangu na nitakavyoweza kumlea na kumhudumia, na mtoto anakuwa ana afya nzuri, anakuwa anavaa vizuri na maisha yanaendelea. Unampenda Mziwanda? Kashanitoka na mume mwingine nishaoa. Kwani umepata habari? Haiwezekani. Pole. Uko dunia ngapi wewe? Nani amekuoa? Mume wangu hataki mambo ya nini. Niambie ndugu yangu, mambo vipi? Ishu vipi? Poa, Sudi Brown hapa. Niambie mzee. Poa bwana, nimekuona kanisani juzi bwana, sio mchezo. Bwana, Mwenyezi Mungu unajua ndio kila kitu bwana kwetu. Basi kuna watu wakanasema bwana Mziwanda bwana kitaa kimerudi bwana. Nini kimerudi? Kitaa kimerudi. Kitaa kimerudi unamaanisha nini? Maji ya shingo, kaamua kumrudia Mungu. Mimi nikawaambia kwamba unajua bora mtu anayemrudia Mungu kuliko mtu ambaye anafanya mambo tu ovyo. Kama hivi wanakosea, alafu pia wakae chini wamuombe msamaha Mwenyezi Mungu. Mtu jambo la kurudi kwa Mwenyezi Mungu sio jambo la kushangaa, wala sio kusema mtu hauna kitu, sio kusema mtu hauna nini. Ni jambo zuri ambalo binadamu mwingine ukilisikia inabidi wewe mwenyewe uombe moyoni mwako uweze kumrudia Mwenyezi Mungu. Sasa mtu anatupa pumzi, tunaishi kupitia yeye, ana huruma kiasi gani, tunamkosea, tunafanya vitu vingi vya ajabu lakini bado yuko pamoja na sisi. Au wangapi wanaumwa, umeelewa, anatupa sauti tunaimba, umeelewa, anatufa yani vitu vingi, tunaimba nyimbo za kidunia ambazo yeye hazipendi lakini bado yeye anatupenda. Kwa hiyo si jambo zuri kushangaa kuona mtu karudi kwa Mungu. Mimi nimerudi kwa Mungu wangu
ili ni mambo yangu yaweze kwenda vizuri na nizidi kuishi vile ambavyo yeye anahitaji mimi niishi. Sasa sababu ndio nafanya muziki sawa, lakini Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo sio jambo baya kweli. Sawa. Hongera zako. Yeah. Alafu nilikuwa kwenye simu yangu ya Android hapa nimedownload app ya Shilawadu. Ndio. Sasa kule si unajua kuna ubuyu mwingi. Exclusive nini na nini. Kuna tambala moja nimeliona na wali ametoa povu. Mkeo. Katoa povu. Mkeo. Amesema hivi wewe mara mwisho kwenda kumuona Anya lini jamani? Anya nilikuwa naye jana kwenye photoshoot. Apia. Kia Mungu nilikuwa naye kwenye photoshoot ya nyimbo yangu mpya sababu nimefanya na yeye photoshoot. Kwa cover wimbo wangu mpya nitakapo mimi na mwanangu. Mbona amesema eti nikuulize wewe mara mwisho kwenda kumuona mwanao lini? Miezi mingapi imepita? Sasa ndo hapo ushangae, ndio maana nakwambia yule mtoto wa kike. Umeelewa, mradi mimi sipo naye kwa sasa, yeye yupo kimpango wake. Umeelewa, lakini asiwe anaongea vitu ambavyo si vya kweli kwenye media, mradi kunifanya mimi nionekane vibaya. Sababu mimi na fan base ambao wanategemea Nua na mtoto Nua inabidi atunze mtoto wake. Kwa hiyo anapokuwa anaongea hivyo anakuwa anakosea. Jana mimi nilikuwa naye kwa MX mwanangu. Umeelewa, kwa MX Kata jana nilikuwa naye kuanzia asubuhi na hadi jioni, nimepiga naye picha za cover nyimbo yangu. Nimemaliza basi nikamrudisha nyumbani. Basi sasa anapokuwa anaongea hivyo anakuwa anakosea. Na ulimchukua kwa kina Nawali? Mimi nilimfuata hadi kwao. Nimchukua mtoto ili niende kufanya naye photoshoot kwa ajili ya wimbo wangu. Sasa ningekuwa mimi sifuatilii kuhusu hayo, basi nisingeweza basi hata kumuona mwanangu. Umeelewa? Kwa hiyo hayo sio maneno mazuri anaweza kuongea kwenye media, hasa akiangalia yeye anavamini yeye ni mke wa mtu. Kwa hiyo inabidi awe na limitation ambayo yeye anajua kwa mimi kuna vitu inabidi niongea au inabidi asiwepo kabisa hata kuongea, yani ndio hizo mwanamke inabidi awe hivyo, unajua. Kwa hiyo kama anaongea mimi hajajua yeye ni nani, so mwache aongee, akikua ataacha. Na amesema kwamba eti wewe sio mume wake tena. Sawa, sikaongea yeye. Na ameolewa. Sina tatizo. Mimi sina tatizo kabisa dia hilo. Una tatizo na yeye akiolewa? Tatizo sana nilitoa wapi ndugu yangu? Please au mpendi? Tatizo nilitoa. Sio hayo maswali mengine mimi unaniuliza mimi nashindwa kukujibu. Nashindwa nikujibu nini ndugu yangu? Mnanisikitisha jamani. Hamna. Yes, ndio yeye kaamua. Kwa mimi sina tatizo, mimi ni mtoto wa kiume, mtoto wa kike, sote bado vijana. Umeelewa, na kila mtu juu anaweza kufanya chochote kile ambacho anaweza kufanya. Mradi mimi nimemrudia Mungu wangu hizi umeelewa, basi kila kitu kitaenda sawa kwangu, na kama mke mzuri basi Mwenyezi Mungu atanipatia. Let it go, let my body go. Make our bodies high.